Kwa mara nyingine tena nikukaribisha katika kuitazama video hii. Kama ni mara yako ya kwanza kuitazama channel hii, nakukumbusha kusubscribe, kulike na comment kwa kubonyeza maneno mekundu hapo chini ya video hii au meusi, ili uweze kuwa mwanafamilia tu na uwe wa kwanza kupata video zetu tukiwa tuna post. Kwa hiyo ni mara nyingine tena nikukaribisha tena tuweze kuitazama mfumo mpya wa BRELA wa kusajili jina la biashara, ambapo huu mfumo mwanzoni ulikuwa umeungana na ule mfumo mwingine wa kusajili kampuni, lakini kwa sasa wameutofautisha. Kitu cha kwanza, utaingia kwenye Google Chrome au utaingia kwenye browser yoyote na utaandika BRELA online registration na itakuja mfumo wa namna hii. Kwa hiyo baada ya kuingia kwenye browser utaandika BRELA online registration na itakuja link ya kwanza, hiyo nitaifungua. Itakuja ukurasa wa kuingia, kwamba ukurasa wa kuingia naweza nikasajili au nika login. Kwa hiyo mimi nabonyeza register. Kwa hiyo register hapa nitaweka taarifa za account. Nitaweka jina, nitaweka majina, nitaweka majina yangu yote matatu, nitaweka jinsia, nitaweka tarehe, nitaweka email, nitaweka password na nitaconfirm password na nitabonyeza recaptcha, then nitasubmit au nitaregister. Kwa baada ya kuregister hapa, email itatumwa. Ila hakikisha unaweka email ambayo iko active. Email itatumwa ikiwa na username. Kwa hiyo baada ya kupata ile email, mimi nitaingia kwenye mfumo kwa kurudia tena ili niweze kulogin katika mfumo wangu. Kwa hiyo kule wataniletea username au naweza nikatumia hapa, mimi nitatumia email, naweka na password afu nitaingia. Kwa hiyo baada ya kuingia kwenye mfumo, nitaingia kwenye mfumo. Baada ya kuingia kwenye mfumo nitakuta sehemu hizi: business name, business license, industrial license. Kwa mimi nitabonyeza business name, itaniletea kwenye dashboard hii. Kwa mimi moja kwa moja nitaenda register business name. Kwa hiyo hapa nitaanza kujaza taarifa zangu zote za awali za jina la biashara, kampuni, jina la biashara, jina, taarifa za mwanzo. Nitaweka business individual, business name, nitaweka jina la kampuni. Kwa hiyo hizi ni taarifa za awali za kampuni, kwa sababu kule tulikuwa tunafungua account. Kwa hiyo hapa nakuja kuandika ni business name details. Kwa hiyo nitaweka individual, nitaweka jina la kampuni. Kwa hiyo mimi hapa nasajili shule. Nitashuka chini hapa, nitachagua mkoa, wilaya, kata, kila kitu nitaweka. Nitaweka sanduku la barua, nitaweka email, nitaweka namba ya simu, nitaweka local address, nitaweka email, nitaweka mtaha, kila kitu. Kwa hiyo hiki nitaweka. Baada ya kuweka vyote hivi, nitasema ili eneo langu liko unsurveyed. Nikisema unsurveyed nitaweka street, nitaweka area, nitaweka landmark description, eneo ambalo nikisema landmark maana yake ni hilo sehemu ambayo unaenda kufanya biashara ipo karibu na nini, kama karibu na shule, uwanja wa mpira, soko. Ndio, na nitajaza hapa kwenye landmark. Baada ya hapo nitabonyeza next. Kisha email nimeweka, nitabonyeza next. Nitabonyeza next, nitaenda kwenye kuweka business activities. Nitakuwa naandika hapa juu, kuna kibox hapa. Nitakuwa naandika jina la kazi yote tu ambayo jina la biashara inaenda kufanya. Na search. Nikiandika na search, alafu zinakuja. Kwa mimi nitachagua hii. Baada hapo nitasema hii ni no, sio main activities, na nitabonyeza next. Nitabonyeza save. Nikibonyeza save, hizi business name zitajipanga hapo. Kwa hiyo nitaweka nyingine,
nita search nyingine, na najua kwamba jina la biashara linaweza likafanya shughuli zaidi ya 3, kwa nitachagua activities nyingine. Baada ya kuweka activities na hiyo nitasema no, not main, nita save. Baada ya kusave itaniambia yes, activities is saved. Nitachagua ya 3. Kwa hiyo ya 3 hii nitaiita ni main activities. Nitaita main activities, main activity, then nita save. Kwa baada ya kusave nitasema yes, main activities, hapo nitabonyeza next. Yes, congratulations, nimesave. Hata kama activities zipo 4, zipo ngapi, unaweza ukachagua uka-add. Kwa hiyo zitakuwa zinaonekana hapo, ukitaka kufuta unafuta. Kwa hiyo mimi nabonyeza next. Naenda kuweka, nimefika hapa, nimedownload. Kwa nikishafika hatua hii inabidi ni download consolidation form. Kwa hiyo mimi nitabonyeza print au download. Nitatafuta sehemu ya kuisave kwenye kompyuta yangu, then nitakuja ni print, ni scan. Baada ya kuiscan nitarudisha kwenye mfumo, nita upload. Kwa hiyo nimescan, nimeweka jina, nimeweka tarehe, nimeweka sahihi, nime-upload tena kwenye mfumo. Kwa niki-upload tena kwenye mfumo, nitasema next. Nitabonyeza next. Kwa nikibonyeza next, naenda nimwambie mfumo unitengenezee control number. Kwa hiyo hapa nipo kwenye hatua ya mwisho, ni final step. Kwa hiyo nitabonyeza request control number. Kwa baada ya request control number nitaenda kulipia 20,000. Baada ya kulipia nitasubiri majibu yatakuwa yametumwa. Asante.